Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement. Na nimekuja leo kuzungumzia hii maneno ambayo inaendelea kwa mitandao. Watu wanaongea sana mambo ya Rigathi Gachagua, mambo ya Matiang'i, mambo ya Wamalwa, mambo ya Kalonzo. Na mimi ile ambayo najua na ile ambayo msimamo iko, tumekubaliana ya kwamba sisi kama jamii ya Mlima Kenya, kiongozi wetu yule ambaye tumeaminia kuenda nje kutafuta marafiki na kutuunganisha kama jamii na kuongea kwa niaba yetu ni Geoffrey Rigathi Gachagua, the People's Deputy President. Vile vile Kalonzo Musyoka pia yeye ni presidential candidate katika chama cha Wiper na anawakilisha pia jamii yao vilivyo. Na Kalonzo ni kiongozi, is a former vice president, mnamjua vizuri, anajulikana vizuri. Na pia yeye tumekubalisha kwamba tafute marafiki, atembee katika nchi, aombe kura kama mtu ambaye anawania kiti ya rais 2027. Tuko na Eugene Wamalwa kutoka jamii ya Mlembe, chama cha DAP-K, pia yeye ni presidential candidate. Na tumemwambia kwamba avae zile viatu za flat shoes, atembee katika kona zote za nchi akitafuta kura kama presidential candidate. Aunganisha jamii ya Mlembe, wakisaidiana na Tembea, wakisaidiana na Cleophas Malala, waunganishe jamii ya Mlembe vile ambavyo inastahili. Ndio pia tuko na Matiang'i ambaye jamii ya Omugusi wote wako nyuma yake. Na kuna confusion, kuna watu wanajaribu kuleta confusion hapa. Na hao watu wametumwa na William Ruto. Wale ambao wanapinga Matiang'i wanasema ya kwamba ati jamii ya Omugusi kama inataka kusaidika ama kama wanataka mtu ambaye anaweza chaguliwa kiti ya urais, wapeane mtu ambaye anaitwa David Maraga. Na hao watu wanasema Maraga ndiye anafaa kusimama kiti ya urais lakini si Matiang'i. Hao watu ni wakora wa William Ruto, wametumwa kuleta confusion. Mimi nataka niongee na jamii ya Omugusi. Sisi hatuna shida na Maraga. Alikuwa Chief Justice na siku zake kama rais wa mahakama akafanya kazi vile ambavyo aliweza na akafikisha mahali alifikisha kisha kastaafu. Lakini Maraga hajawahi kuwa kwa siasa, hatujamuona katika siasa za motomoto. Yule mtu ambaye sisi tunajua na tunajua style yake ya kazi ni mtu ambaye anaitwa Bwana Matiang'i. Na kwa sababu nasema hivi, Matiang'i tumemwona wakati alikuwa waziri wa ICT, hakuwa na mdomo mingi na kupaiwa kama kabogo. Alikuwa mtendakazi. Na ile kazi alifanya ya digital migration wakati alikuwa ICT minister hata wa leo inaonekana. Baadaye akakuwa waziri wa elimu. Na wakati Matiang'i alipatiwa nafasi ya kusimamia elimu, alirekebisha mambo mingi sana, ilikuwa imeshinda jamaa alikuwa anaitwa Jacob Kaimenyi. Alirekebisha mambo mingi ambayo ilikuwa inashinda watu kama William Ruto, wale ambao walikuwa alikuwa waziri wa elimu wakati wa Rais Kibaki. Kwa hivyo Matiang'i kazi yake inaonekana katika wizara pia ya elimu, na Wakenya wanajua ile marekebisho, ile kazi yote alifanya katika hiyo sekta inaonekana hadi wa leo. Baadaye akakuwa waziri wa interior baada ya Nkenseri, na akiwa Minister for Interior and National Coordination of the National Government akafanya kazi mzuri, akasaidia Uhuru Kenyatta kupanga kazi ya maendeleo. Na kumbuka iko wakati William Ruto alikuwa anataka kufanya ukora, wakati kulikuwa kunabadilishwa uniform ya maaskari. Wakati huo sababu William Ruto alikuwa naibu wa rais, alijaribu kusukumia ukora, akajaribu kuongea sijui na akina nani vile ambavyo watafanya importation ya kuleta uniform ya maaskari kutoka nje ndio wakule pesa na wapore. Lakini Matiang'i kama kiongozi alisimama kidete kama waziri wa usalama, akasema hakuna uniform ya askari inatolewa nje. Hakuna watu watapatiwa kazi kuundia uniform katika nchi za nje. Akasema zitaundiwa hapa na makampuni yetu ndio tusaidie Kenya, pesa ibaki Kenya. Na akaambia William Ruto kama ni wizi tafuta kwingine, lakini si kwa serikali. Zote tunajua wakati Matiang'i alikuwa anasaidia Uhuru Kenyatta kupanga kazi ya Kenya, alikalia William Ruto tamu ya mwisho. William Ruto hakuweza kuiba vile ambavyo aliiba tamu ya kwanza. Na that is why William Ruto na wakora wake wako na machungu, hawataki kusikia kwamba
Matiang'i ndiye atakuwa fronted na jamii ya Omusi kama yule mtu ambaye anastahili kupigania kiti ya urais kutoka hiyo jamii. Lakini sisi tunasema ya kwamba tunaonea 18. Hiyo confusion mnajaribu kuleta, nyinyi endeni Maraga, watu wa William Ruto endeni Maraga, kuliko msimamishe William Ruto msimamishe yeye. Hii coalition ya Kenya Kwanza mnaweza kaa chini msikizane, muendee Maraga, akuwe ndiye ataongoza hiyo group yenu ya Kenya Kwanza, apiganie kiti kutoka hiyo side. Hiyo hatuna shida, hiyo ni sawa. Lakini sisi vile ambavyo tunajua, jamii ya Omusi na wamekubaliana, the presidential candidate will be Fred Matiang'i, na tumeambia Matiang'i sasa aache sasa kukaa nyumbani tena. Aanze kuzunguka katika kona zote za nchi. Vile ambavyo alikuwa anazunguka wakati alikuwa waziri wa usalama, aanze kuzunguka hivyo, akiongea na wananchi, akisikiza mashida ya wananchi, akisikiza ile matatizo wananchi wako naye katika kila sekta. Ndio aanze kutafuta urafiki nje na aanze kujipanga. Ndio ikifika pale 2027, safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, hata Mungu ameikubalisha, hata Mungu hawezi simamisha, kwa sababu hata Mungu amemuondokea. Ukiangalia ile maneno of late William Ruto anafanya ni kama mtu ambaye ameingiwa na mapepo. Hiyo ni ishara ya kwamba Mungu wako upande wetu, hata yeye anatunga mkono William Ruto aende Sugoi 2027. Na kwa hivyo watu wasikuwe na wasiwasi. Jamii ya sisi kama the Bantu Raja family, sisi hatuna vita Wakamba, jamii ya Mlima Kenya, jamii ya Murembe, jamii ya Omusi, sisi ni kitu moja. Na hakuna siku ingine tutapiganishwa na wale wakora katika kisiasa. Sisi tumeambia jamii ya Omusi na jamii ya Murembe, siku mingi mmetumiwa na Raila Amolo Odinga. Anakuja hapo, anaongea sijui TRR TB, anawakoroga nyinyi, mnapatia yeye kura, anaenda kuwabagani na kura zenu kule kwa meza. Mmesaidia yeye mpaka siku ya maandamano, nini mmerukaruka mnahakisha moto huko. Huyu jamaa mmesukuma yeye zaidi ya miaka 20 bana. Mlianza kusukuma yeye tangu wakati Moi alistaafu. Hiyo ni miaka 20 imepita, bado mnaunga yeye mkono. Kwa hivyo sasa mahali imefika. Na ndio mimi naunga mkono, natembea wakiwa na Eugene Wamalwa na Cleophas Malala. Mahali imefika, jamii ya Murembe, siku zenu za kusupport hiyo project inaitwa Kitendawili zimekwisha, zimefika mwisho. Mujisimamisha kama jamii, mlete interest zenu kwa meza, ndio muweze kusaidia jamii yenu na muweze kutetea jamii yenu vile ambavyo inatakikana. Vile vile pia jamii ya Omusi, na mimi niambia Sibarati, msijaribu kuvunikwa macho hapo, sababu wewe ndio chairman, ndio deputy party leader wa chama cha ODM. Usikubali hapo kuzubaishwa hapo na kukorogwa na Raila Amolo Odinga at 2027. Usiunge mkono bwana Matiang'i, uanze kusukuma Kitendawili kama project yenu. Bwana Sibarati, tafadhali vile ambavyo bwana Onyonka ameonekana akiwa mstari ya mbele kusupport bwana anaitwa Fred Matiang'i katika safari ya kupigania kiti ya urais, mimi nakuomba kama kiongozi wa hiyo jamii, shikana na Matiang'i, shikana na Onyonka, wachana mambo ya ODM. Hata si lazima ukue deputy party leader, hiyo chama hata sasa ni kama imekwisha. Jisimamishe mwenyewe na usimame na jamii yako. Ndio ile siku Matiang'i anakuja kwa meza kunegotiate, ndio ile siku Matiang'i anakuja kwa meza kutafuta marafiki kutoka jamii zingine. Sibarati ukue hapo, Onyonka ukue hapo, wale viongozi wote ambao wanajali maslahi ya wananchi, wale viongozi wote wanajali maslahi ya jamii kutoka Omusi, wote wakuwe nyuma ya Matiang'i, ndio tuweze kukomboa hii taifa. Kwa sababu hii safari ambayo tuko naye, sisi tunataka tukiungana kama jamii, tukiungana na Wakenya wale wengine, wale wanakatwa payslip wananyongwa kila siku, wale Gen Z, wale watoto ambao wameletewa program bovu na William Ruto ya funding model ya universities, wale wazazi wote ambao wamesinywa na hii ukora William Ruto, tuungane sisi zote kama kura milioni 20. For the first time tuweke record katika historia ya Kenya. Kasongo tupeleke nyumbani na kura milioni 20, yeye akiwa na kura kama 1,100 ya wale wakora wake wanakula pesa yake kila siku. Lakini sisi tuungane kama kitu kimoja. Kitu kingine nataka kuzungumzia. Nimeona William Ruto sasa amepanic. Hata anataka kutafuta maroli yaendee watu Somalia, akuja walete hapa Northeastern awapatie ID. Sisi hatuna shida na hiyo bwana William Ruto. Kama unaona hiyo ndio itakuokoa, wewe fanya. Lakini ile kitu iko, Wakenya wale ambao wanapiga kura katika nchi hii ni watu milioni 20. Tunaelekea milioni 30. Na hakuna vile ambavyo unaweza import watu kutoka Somalia walete Northeastern, watu milioni 20, watu milioni 10, watu milioni 5. Hiyo ni jambo ambalo haliwezekani. So no matter how much desperate you are, hata ukisema wapatie vitambulisho asubuhi, kila mtu asubuhi apatiwe na uandikisha kwa IBC kama wapiga kura, hizo njia zote zitagonga mwamba.
kwa sababu wa Somali sio wengi kushida sisi. Hata ukiwaleta sisi wa Kenya ndio wengi, na hii safari ya kukomboa wa Kenya hakuna mahali tunahitaji sisi wa Somali. Sisi wa Kenya wenyewe ndio tunasikia uchungu wa vile ambavyo umetunyonga. Sisi ndio tunasikia uchungu ya vile ambavyo umetufinya kwa kona. Kwa hivyo hatuhitaji msaada wao sisi kukomboa nchi hii. Wewe waendea wao wasajili kama wapiga kura, hiyo haitatubabaisha. Lakini cha muhimu ni sisi kama jamii zote hapa nchi ya Kenya tushikane kuhakikisha kwamba William Ruto na hao wa Somalia naleta wote watakwenda nyumbani 2027, kwa sababu lazima turudishe nchi mahali ambapo ilikuwa. Watoto wetu wapate elimu, wazazi wetu wapate matibabu, kila jamii ipate maendeleo, tupate haki na ukweli, tusimamie hii mambo ya abduction inafanywa na serikali ya wezi, pia hiyo tuimalize ikwisha kabisa, ndio Wakenya wapate amani na furaha. Jambo la mwisho, nimeona watu wanasema ya kwamba jana kulikuwa na mkutano ya Bwana Uhuru Kenyatta, na wakasema kwamba leo atazungumza. Mimi vile ambavyo najua Uhuru Kenyatta, sioni kama ni wakati mzuri yeye atajitokeza kuzungumza mambo ya siasa. Ingawaje tutasubiri tuone, lakini from where I sit I think maybe pengine anataka kupatiana rambi zake kwa rafiki yake, familia rafiki yake Bwana Aga Khan mwenye ambaye ametuacha juzi. Lakini sidhani ya kwamba Uhuru Kenyatta ni wakati wake sasa wa kufanya press conference za kuongea mambo ya siasa ama mambo ya mirengo. Yeye ile kazi tumempatia ni ya kuhakikisha kwamba ametusaidia kule chini, ametusaidia pia na kifedha tukihitaji pesa, ametusaidia pia na ushauri, kuhakikisha kwamba ameleta pamoja wale watu wote wamechoka na serikali ya Kasongo, ndio 2027 tuweze kumpeleka nyumbani. Na mimi naaminia Uhuru Kenyatta, najua hiyo kazi atafanya vile ambavyo inastahili, kwa sababu pia yeye ni mzee na kuna mambo mingi anajua za huyu jamaa anaitwa Kasongo. Na niambia watu, by the way, msikuwe na wasiwasi. Rigathi Gachagua walikuwa na William Ruto siku ya uchaguzi 2022. So zile njia zote William Ruto alipitia kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia uchaguzi mwaka wa 2022, hizo njia zote Rigathi Gachagua anazijua. Kwa hivyo msibabaike na msikuwe na wasiwasi. Kama kuna ukora yoyote William Ruto anaweza kuwa anafikiria kupanga, Rigathi Gachagua anajua, kwa sababu wameishi na yeye, wamekuwa pamoja na yeye, anajua mipango yote. Na ndio maana mimi naambia Rigathi Gachagua, tafadhali watu kumbuke kuna siku walifanyia Bwana Matiba maneno ingine hapo. Na kila mtu nchi hii anajua vile ambavyo hii jamii ilifanyia Matiba wakati Matiba alikuwa anakaribia kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nataka nikuambie Rigathi Gachagua, leo hii yule mtu ambaye atafanya William Ruto asipata kiti tena nchi hii ni wewe mwenyewe. Yule mtu ambaye ndiye master architect wa kutengeneza safari ya kwenda Sugoi ni wewe mwenyewe. Kwa hivyo kama kuna mtu anaweza tafuta usiku na mchana ndivyo amalizwe ama afanywe mambo mabaya kama Matiba vile alifanyiwa, ni wewe mwenyewe Rigathi Gachagua anaweza tafuta na William Ruto na wakora wake. Na kwa sababu ya hiyo mimi nakuomba kama kiongozi wetu, hata hawa wezi wa William Ruto kutoka Mlima Kenya, the Tokonias and Komereras, wale ambao tumeona juzi wanaomba msamaha wakisema ya kwamba ati wanataka wasamehewe ni jamii warudi huku, mimi naweza kuomba tafadhali watu usijaribu kuwakaribia. Watu usikubali wakanyange wa Munyoro. Wanaweza tumiwa na maadui zetu kukuja kukuua. Wanaweza tumiwa na maadui zetu kukuja kukufanyia mambo mengine huko vile walifanyia Matiba. Kama walitumiwa pesa wakapatiwa pesa na Kasongo wakakutoa kwa kiti bila hatia, bila makosa yoyote, ni vipi tunaweza waamini leo hii sababu wanaweza kuruka hapo wakisema wasamehewe? Ni vipi tunaweza waamini leo hii atatuwakubalia wakuja wa Munyoro kukuona? Mimi nataka nikuambie Rigiji, hatutakubalisha mtu yoyote kutoka kwa Kasongo wala Tokonia tote kutoka hapa Mlima Kenya. Hakuna hata kamoja tutakubalisha kakuja kakukaribie, sababu watakuletea mazinga ubwe, watakuletea mapepo huko, watakuja wakuletea mambo zingine huko uweze kukua mwende wazimu. Wanaweza tumiwa kukumaliza. Kumbuka hao watu wamejaribu kukua siku zote hapo mpaka dakika mwisho wamekufuza kwa kiti. Kwa hivyo hata wakiria damu, hata wakitoa nguo, hata wakirukaruka huku, hata wakiomba msamaha kama wameinama, hatutawakubalisha kuingia wa Munyoro, hatutawakubalisha kuingia chama chako, hatutawakubalisha kukaribia meza mahali huko, kwa sababu hawa ni wakora wale tu wa William Ruto, na wanaweza tumiwa kuhakikisha kwamba wamesabotage ile plani ambayo tuko naye. Na si wajinga, wanajua wewe mwenyewe ndio utawapeleka nyumbani wote. Hawa wakora wote kuanzia huko Murang'a, all the counties of Mount Kenya, wale wakora wote walipiga kura ya yes finance bill na wakapiga yes kura ya kuimpeach wewe. Wote wanajua as per the status quo, safari ya kuwapeleka nyumbani
wewe ndiye dereva wa hiyo gari kupitia ile chama ambayo unatuletea. Na kwa sababu wanajua hivyo, they can do anything to make sure wamekusimamisha, to make sure wamekuua, to make sure wamekumaliza, to make sure wamekuduga madao umekuwa mwendo wazimu. They can do anything. Hatuwezi waamini. Hii si siasa, hii ni kando sasa na siasa. Hatuwezi waamini kamwe. Kwa hivyo wasikubaliwe kuingia wa Munyoro, hakuna kusamehewa. Na kama wanataka msamaha, niliwaambia kwamba wasiende kwa makanisa. Wasiende kuomba msamaha kwa makanisa hapa. Waende watafute wale wazazi watoto wao waliuliwa siku ya maandamano. Waende wakaombe hawa wazazi msamaha. Waende wakatafuta wale wazazi wanatembea usiku na mchana wakitafuta watoto wao na hawajawahi wapata hadi siku ya leo. Wakaombe msamaha. Wakishamaliza kuomba hawa wazazi msamaha, zile pesa zote walilipwa na Kasongo kupitisha finance bill, zile pesa zote walilipwa na Kasongo kufukuza Rigathi Gachagua, hizo pesa zote walete hapa, zitengeneze barabara, zitengeneze mashule, zilipie watoto wengine shule. Hizo pesa zote warudishe hapa, zifanye maendeleo. Wakishafanya hivyo, tutawakubalia sasa warudi nyumbani, waende wakiedanga, tupatane ile siku Mwenyezi Mungu atarudi. Lakini mambo ya viti lazima wasahau, kama vile ambavyo walisahau matiti za mama zao.